Alinivisha pete ya dhahabu kwenye kidole gumba changu, pete ambayo ilikuwa iking'aa sana sijapata kuona. Tukio zima la kuvishwa pete lilifanyika kuzimu, mbele ya wazazi wa Malkia pamoja na watu wengine wengi ambao sikuwafahamu. Ilikuwa ni sherehe kubwa sana ambayo sikuwahi kuishuhudia kabla. Naam, karibu sana kwenye simulizi hii ya kweli. Simulizi inayofahamika kwa jina la Malkia wa Kuzimu. Ni ushuhuda wa kweli wake Anthony Masawe, ambaye anashuhudia mikasa aliyokutana nayo maishani pale alipokutana na Malkia wa Kuzimu ambaye alimtesa sana, lakini mwisho wa siku aliweza kuzishinda changamoto na kumkabidhi Yesu maisha. Karibu sana. Kazi ngumu, manyanyaso na masimango nilivyokuwa nikivipata kwa binamu yangu huenda ndiyo sababu iliyomkaribisha Malkia wa Kuzimu maishani mwangu. Nimeamua kumuita Malkia wa Kuzimu kutokana na kutolikalili jina lake. Jina gumu sana, japokuwa amewahi kulitaja alipojitambulisha kwangu siku ya kwanza nilipomuona katika ndoto, akiwa amevalia mavazi meupe ya kumelemeta, akiwa amesimama mbele yangu, akiwa na wasichana wengine wawili waliomweka katikati, huku wakisubiri kufuata amri yake, misiri ya Malkia na vijakazi wake. Akiwa ni mwenye uso wa furaha na bashasha, msichana huyo mwenye urefu na umbo la kuvutia, akiwa na ua jeupe lenye kung'aa kama dhahabu katika paji la uso wake, akimelemeta mwili mzima kwa vito vya thamani, huku harufu nzuri ya manukato ikifulika katika chumba kile. Alipiga hatua kunifuata kitandani nilipokuwa nimeketi, na kwa kuwa chumbani kwangu hapakuwa na kiti, alikuja moja kwa moja na kuketi miguuni kwangu, huku nikiwa nimejawa hofu na wasiwasi. Msichana huyo alizidisha tabasamu na kunisihi niwe na amani na ujio wake, kwani amekuja baada ya kuyaona mahangaiko ninayoyapata kila uchao, hivyo angependa kunisaidia kuondokana nayo, lakini tu ni iwapo kama nitakubaliana na ombi lake, ombi ambalo anadai mimi pekee ndiye aliyeniteua kulitimiza, na tena nitanufaika na ujio wake iwapo nitamkubalia. Kwa mashaka na hofu nilitikisa kichwa changu kuashiria niko tayari kusikiliza ombi la Malkia huyo wa Kuzimu. Oh, Mungu wangu, ni kitu gani hiki kinanisibu? Yalikuwa mawazo yangu kichwani yaliyonifanya nikae kimya kwa muda na kupigwa na butwaa baada ya msichana huyo kunitamkia ametokea kunipenda sana na angependa niwe mpenzi wake na hatimaye tuishi wote. Hakuishia hapo tu, bali alisisitiza angenisaidia kuondokana na shida ninazozipata pale nyumbani kwa binamu yangu. Hakika sikuwahi kufikiria hata siku moja maishani mwangu kwamba ningeingia kwenye mahusiano na mtu nisiyemfahamu bayana. Sasa huu ulikuwa mtihani zaidi, kwa maana huyu siyo tu kwamba simfahamu, lakini pia anatisha na anatokea kusikojulikana. Nilifungua mdomo wangu na kupayuka kwa nguvu. Sitaki, ondokeni, siwezi kuwa mpenzi wako, na yupo atakayenisaidia na wala sio wewe. Malkia wa Kuzimu alicheka kwa dharau sana, kisha akasema, huwezi kunikataa Anton, nimekupenda kwa dhati na siwezi kukubali unikatalie. Nilihamaki kwa hasira, umejuaje jina langu? Na wewe ni nani hadi unilazimishe nisichokitaka? Toka zako na ushindwe katika jina la Yesu. Ukweli ni kwamba sikuwa na imani ya kutosha kwa kipindi hicho kuweza kukemea mapepo, na haikuwahi kutokea hata siku moja kuwahi kukemea. Mimi ni muumini wa kawaida tu wa Jumapili,
mwenye imani ya dini ya Kikristo niliyorithi kwa wazazi wangu, tena nikiwa naenda kanisani mara moja sana huko kwetu Moshi vijijini. Lakini siku hiyo nikajikuta nimetamka maneno hayo, wala sikuwa na uhakika kama yangesaidia. Sikujua yamenitoka vipi. Baada ya kuyasema maneno hayo, Malikia aliamka kwa jaziba miguuni mwangu na kurudi nyuma kwa haraka, huku akinikazia macho na kunifyonza. Tayari vijakazi wa Malikia waligubikwa na hofu baada ya kusikia maneno yangu. Wote kwa pamoja waliamua kuondoka, na hawakupitia mlangoni, bali walipaa na kutokea kupitia kwenye paa la chumba kile. Hao wakatokomea. Ghafla nilishtuka kutoka usingizini, huku nikiwa na hema kwa hofu na hamaki, na hapo nikagundua nilikuwa ndotoni. Lakini sikukubali kuamini kama ile ilikuwa ni ndoto tu ya kawaida, kwa maana kile nilichokiota ni kama kilitokea muda mfupi uliopita. Nilipata wasiwasi na kugubikwa na maswali mengi sana. Hata usiku ule nilikosa usingizi kabisa, nikiomba japo kupambazuke upesi ili nitoke kwenye chumba kile. Saa yangu ikionyesha ni saa 8 za usiku tayari. Baada ya kutafakari kwa muda mrefu, nilijikuta nimepitiwa tena na usingizi. Labda ni kutokana na uchovu ule niliokuwa nao kabla ya kulala usiku ule. Alfajiri na mapema niliamka kutoka usingizini, tayari kabisa kwa ajili ya kufanya majukumu yangu ya kila siku. Majukumu ambayo yalikuwa mengi sana kuyakabili peke yangu. Ilikuwa ni kawaida kuamka asubuhi na mapema kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali, kama vile kupiga deki, kufua, kuosha vyombo na kuwaandaa watoto kwa ajili ya kwenda shuleni. Mbali na hayo, ili nilazimu pia kumsaidia binamu yangu kutekeleza biashara zake, kwani alikuwa ni mjasiriamali akimiliki genge la kuuza mboga, samaki, mihogo, matunda na viungo mbalimbali. Kando na yote hayo, nilihitajika kwenda shuleni, kwani kwa kipindi hicho nilikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi VETA kilichopo mkoani Kilimanjaro. Mimi ni mtoto wa 3 kuzaliwa kati ya watoto 5, wote wa kiume, wa mzee Thomas Masawe huko Moshi vijijini Kibosho. Baada ya kuhitimu masomo yangu ya sekondari kidato cha 4 mwaka 2006 na kutobahatika kusonga mbele baada ya maisha ya pale kijijini kutoniendea vyema, ndipo nilipopata wazo la kujiendeleza katika fani za ufundi wa VETA, kwani nilikuwa na ujuzi wa kufua vyuma, kazi ambayo ilikuwa ikiniingizia kipato cha hapa na pale. Mwaka 2009 nilifunga safari rasmi kutoka Moshi vijijini kwa ajili ya kwenda mjini Kilimanjaro, ambako ndipo kilipo chuo cha VETA. Nilipopata nafasi ya kujiunga, nilifikia kwa binamu yangu, mtoto wa mjomba, ambaye alikuwa akiishi na watoto wadogo wawili, na yule wa 3 alikuwa angali bado mchanga sana, kwani alikuwa akinyonya. Mume wa binamu yangu alikuwa mtu wa kusafiri mara kwa mara. Kwa kipindi cha kwanza, maendeleo yangu chuoni yalikuwa ni yenye kuridhisha. Hata baadhi ya walimu walinisifia, lakini kadri siku zilivyosonga ndivyo maendeleo yangu yalizidi kuporomoka sana. Hiyo inatokana na shughuli nyingi zilizokuwa zikinikabili tangu alfajiri na mapema na jioni baada ya masomo, hivyo kupelekea wakati mwingine kuchelewa sana chuoni na hata kutofika kabisa. Kutoka nafasi za kwanza darasani niliporomoka hadi nafasi za mwisho kabisa. Ili washangaza sana walimu wangu, huku wanafunzi wenzangu wakinishangaa sana na kunionea huruma. Binafsi nilisikitika sana, lakini sikuwa na cha kufanya bali kuzidi kumtumikia binamu yangu, ambaye mwenyewe hakujali kudondoka kwangu kimasomo, bali alijali kuzidi kushamili kwa biashara zake. Huyo ni ndugu yangu, lakini alikuwa akinipelekesha sana kama mfanyakazi wa ndani, yani houseboy, kwani kazi zote za ndani
kujumulisha biashara zake nilikuwa nikizifanya. Kwa upande mwingine, Malkia wa Kuzimu hakusita katu kuendelea kunifuatilia, lengo lake likiwa kuendelea kunishawishi ili nikubaliane na ombi lake la kuwa mpenzi wake. Na siku ikawadia ambapo aliamua kujidhihirisha kwangu na kunithibitishia kwamba aliponitokea ndotoni siku ile haikuwa ndoto tu, bali ilikuwa picha kamili katika ulimwengu wa giza.